Nimeambatana na wenzangu katika walezi. Sisi tunatoka Nyasaka Islamic Secondary School. Ujio wa hapa kwa ajili ya kama jina la kituo ni kuleta faraja. Kuleta faraja kwa vijana kama ambavyo tunafundishwa na Uislamu. Moja ya jambo la msingi la Uislamu ni kuingiza furaha katika maisha ya wanadamu. Kwa hiyo kama Waislamu lazima tujali hilo, lakini kama binadamu pia lazima tujali jamii inayotuzunguka. Ndugu wanafunzi na walezi, kama ambavyo mmepata maelezo kutoka kwa msimamizi wa kituo, hao ni vijana ambao wana changamoto kubwa tatu. Kichwa kikubwa, na kama tunavyomuona kijana mkaa kwenye kiti, lakini mtoto mgongo wazi na utindio wa ubongo. Kwa nini tulichagua hapa licha ya umbali? Ni kutokana na uhitaji wao. Nadhani baadaye tutapata historia fupi na namna ambavyo wanaishi. Kuna mimi nilipopata fursa ya kutembelea nikawiwa walau na nyinyi mje kujifunza. Naamini tukitoka hapa yako mambo ambayo tutajifunza. Kwa hiyo tuwe ni sehemu ya kujifunza. Yale ambayo tumeyakusudia tutapata vizuri kwa kina. Tutakuwa na maelezo mengi ambayo tutatupatia. Kwa hiyo watu ambao wana uhitaji mkubwa sana, lakini jamii ambayo imejitenga pembeni, tutapata majibu kwa nini wamekaa mbali ya mji. Tutapata sababu za msingi kwa nini wamekaa pembeni mwa mji. Kulikuwa kuna maeneo mengi ya wao kwenda kukaa. Kwa hiyo bila kupoteza muda tupate miongozo ya namna ambavyo tukio letu la leo litakuwepo. Tutakuwa na, kwa mujibu wa muongozo uliopata mwanzoni, tutakuwa na vipengele vikubwa viwili. Cha kwanza ni kupata historia fupi ya kituo ambayo itaambatana na maisha ya hawa vijana, namna wanavyoishi. Hiyo itakuwa ni eneo la kwanza ambayo tutapata vitu kwa urefu sana. Utatuelezea changamoto zao, namna wanavyowahendo, wanasimamiwa na nani na mambo mengine kama hayo. Lakini baada ya hapo, eneo la pili, hawa watoto tunavyowaona ni jamii ambayo imekaa tengefu. Wakija watu wengi kama hivi wanafurahi kwamba na wao ni sehemu ya jamii kubwa. Kwa hiyo wanapenda kucheza pamoja. Kwa hiyo tutakuwa na session ya kucheza pamoja nao michezo mbalimbali. Na hapa tulipokuwepo kuna shule ya jirani ambako ndo wanaposoma hawa vijana. Tutaenda hilo eneo leo, itakuwa ni kubwa la uwanjani. Tutacheza nao, tutafurahi nao. Mtu mwenye zawadi yake binafsi atatoa na vitu vinginevyo. Lakini uongozi tumekuja na zawadi kidogo ama sadaka zetu. Vijana wamejichanga kama sehemu ya kutoa, kuleta faraja kwa vijana wetu kwa vitu mbalimbali. Kuna vitu vya shule, vitu vya chakula na vitu vingine vya usafi. Kwa hiyo tutavikabidhi hapo kwa utaratibu ambao mtakao mmetupatia, na baada hapo tutaenda na ratiba nyingine. Kwanza sisi tupo sehemu ya malezi. Mimi nikiwa ni mwalimu wa malezi pale shule na wenzangu katika eneo la malezi. Kwa hiyo tukaona tuje tuwatembelee hawa vijana. Malezi kwa vijana wetu, kwamba waone wanafunzi wa vijana wenzao namna ambavyo walivyo. Ni watu ambao wana changamoto katika maradhi mbalimbali, lakini ni vijana ambao bado wana furaha, wana matumaini na wana juhudi kwenye kusoma. Kwa hiyo sisi tukiona vijana tunawakumbusha kwamba umuhimu wa kushukuru neema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Hilo la kwanza. Lakini la pili, hawa vijana tumewaleta wamechangisha sadaka zao kama sehemu ya kuwekeza kwenye yale ambao nao yafanya. Kuja kuleta faraja kwenye kituo hiki, kuja kutoa huduma, kuja kusaidia huduma za kijamii. Lakini jambo la tatu, ikiwa ni kituo cha kitaaluma na cha malezi, tunawalea vijana katika msingi wa kuendelea kujitoa na kusaidia jamii katika huduma mbalimbali. Kwa sababu mwisho wa siku tutawalea vijana waje kuisaidia jamii. Sasa ili kuisaidia jamii huwa haitokei ghafla. Ni watu ambao wanaandaliwa kwenye malezi, hali ya kutoa. Kwenye Uislamu tunahimizwa kutoa, lakini namna gani ya kujitoa kwa vitendo ndio watu tumewaleta leo, wamechanga sadaka zao, tumewaleta kwenye hiki kituo. Lengo ni kuwafundisha kivitendo katika hali ya kuwajengea uzalendo, kuwajengea hali ya upendo na kuwajengea hali ya huruma kwa jamii, kwa miguso na matatizo ya kijamii. Ili waweze kugusa matatizo ya kijamii, lazima watu walete katika maeneo kama haya. Kwa hiyo haya ni moja katika malengo makubwa kama kituo cha Nyasaka Islamic Secondary School, kuwaleta wanafunzi kwenye kituo hiki cha Faraja's Way. Sawa. Wito wangu na kilio changu kwa serikali na jamii kwa ujumla na watu ambao wanaweza kuguswa na hii hali. Hichi kituo bado kina changamoto kadhaa. Moja, hawana msimamizi, yani kwa maana hawana mdhamini mkuu ambaye anaweza akatoa mahitaji. Isipokuwa kila muhisani akiguswa na jambo anatakiwa awe anakuja. Kwa wito wangu wa kwanza, serikali iwaangalie hawa bado hawana kituo ambacho kimekuwa rasmi, au bado eneo wana kodi ama wamepangisha. Kwa hiyo gharama ni kubwa za uendeshaji. Lakini kingine ni changamoto za mahitaji. Hawa watoto wanasoma, kuna mahitaji ya shule kama uniform, madaftari na vitu vinginevyo. Kwa hiyo wito wangu kwa serikali na jamii,
waiangalie hichi kituo katika jicho la huruma, kwa sababu wanasaidia katika mambo ambayo ni wajibu mkuu wa serikali kuwahudumia wananchi wake. Kwa kile ambacho kitakachokuwa imewezekana kujaliwa, waweze kuangalia katika jicho la huruma na jicho la kijamii, ili kuweza kuwafikia na kuweza kuendeleza yale ambayo hichi kituo wamejipangia katika kuisaidia jamii. Cha kwanza, wito wangu kwa wazazi, tuwe na huruma kwa watoto, kwa sababu tunapokuwa na huruma na mapenzi kwa watoto wetu, hatuweza kuwafanyia yale mambo ambayo hayastahili kufanyiwa watoto. La pili, wazazi waweze kubeba majukumu yao ya msingi ambayo wameyapa. Sasa tunaona watoto wengine wametelekezwa na wazazi wao, watoto wengine wameachwa, watoto wamekimbia kutokana na uwezo wa kuwahudumia. Kwa mimi wito wangu kwa wazazi, kisha kwamba wanatekeleza majukumu kama wazazi na kuwalea watoto, kuwahudumia katika mambo yote ya msingi. Elimu ambayo tunasisitiza kwa jamii ingependa kutolewa, cha kwanza ni issue ya utu. Tukiwa tunathamini utu wa watu, inaweza ikatengeneza mazingira ya watu wakajua kwamba huyu ni binadamu, anatakiwa afanyiwe nini, kuliko hali ya na elimu. Kwa hiyo kikubwa ni insha kujengewa utu na misingi yake, huruma, upendo na utaifa. Kama sisi wa Tanzania na binadamu, tuhurumiane kama binadamu, tunaweza tukasaidia jamii kuona wengine wana haki ya kuendelea kuishi kama watu wengine, kuliko kuwafanyia ambayo leo inaweza kujitokeza.